on that day katika hiyo siku of victory. ya ushindi. All the honor return to Jesus. Utukufu wote na adhama zote ni za Yesu. Even as we begin this journey to the graveyard. Hata tunapoanza safari ya kuelekea kaburini. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Amen. Amina. As we can stand. Worship us mkwe very makini. Nikiwasifu na goja. No worship us. Wanabongo. Punguza sauti kidogo. Every time I talk with the make sure I down the voice kidogo tafadhali. Kwa tupatane. Sema. Yeah, so mtakuwa mnanisikiliza huko. Family members pata nyuma pale. Philippians chapter 1 verse 20-21. Wafilipi mlango wa kwanza mstari wa 20 na 21. Philippians 1 verse 20-21. Kitabu cha Wafilipi mlango wa kwanza mstari wa 20 na 21. Bible is saying like this. Biblia inasema jinsi hii. I eagerly expect and hope that I will no way be ashamed. Ninatarajia kwa shauku kubwa na kutumaini kwamba sitaibika kwa njia yote. But will have sufficient courage so that now as always Christ will be exalted in my body. Bali nitakuwa na ujasiri wa kutosha ili kwamba Kristo akaweze kukuzwa katika mwili wangu. He's talking when he's in this life. That when he's in this life, Christ be exalted in this life. When he's still in this body, it is for the glorification of Jesus. Anasema ya kwamba wakati angali katika mwili huu ni kwa sababu ya Yesu akapate kutukuzwa. That was the prayer of Paul. Hilo lilikuwa ni ombi la Paulo. Whether by life or death or by death. Ikiwa ni kwa kuishi au kwa kufa. For to me to live is Christ. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo. And to die is gain. Na kufa ni faida. Hallelujah. Hallelujah. And so he's saying, na basi tunasema Christians, ya kwamba Wakristo on this earth, ulimwenguni humu, their lives are made to glorify the Lord. Maisha yao yanapaswa kumtukuza Bwana. Serving Jesus. Kumtumikia Yesu. Worshiping Jesus. Kumwabudu Yesu. Sacrificing for Jesus. Kujitolea mhanga kwa sababu ya Yesu. And giving the whole of their lives to Jesus. Na kisha kuyatoa maisha yao vikamilifu kwa Yesu. So that when the day comes, they know it has gone to here. Ili kwamba siku ifikapo kama vile ndugu yetu amefika hapa. You count it gain. Unaihesabu kuwa ni faida. You have nothing to regret. Hauna chochote cha kujutia. You are going to be with the Lord. Utakuwa kwa pamoja na Bwana. Those are believers. Hao ni waumini. Hallelujah. Hallelujah. And so, hivyo basi, the life of Mzee Isoni has come to an end. Maisha ya Mzee Isoni yamefikia mwisho. Today now, leo hii sasa, we are witnessing
Sisi tunashuhudia his remains yale mabaki yake going to rest yakiwa anaenda in kupumzika his graveyard katika kaburi lake, to wait for the day that the resurrection will happen. kungojea ile siku ambayo ufufuo So utatendeka. that if he did well, Hivyo basi wapa litenda haki, then we will go and be with the Lord forever basi atenda na Bwana milele on the day of resurrection. katika hiyo siku ya But ufufuo. right now, Lakini sasa hivi if he did right, iwapo litenda mema, he has gone in the presence of the Lord straight away. ameelekea moja kwa moja uweponi mwa Bwana, He is resting. anapumzika. Hallelujah. Haleluya. So it's a beautiful thing Hivyo basi ni jambo rembo that kabisa we are witnessing here ambalo tutashuhudia mahali in hapa, a classroom to us. na pia ni darasa kwetu To have to take Jesus. kumchukua Yesu. We can now start now rolling the Tuweza anza kumshusha chini sasa, worship. kuteremsha Ikimwona Yesu naimba haleluya, Hosana Bwana na watakatifu wote tukimshangilia. Shangwe Baba, uso kwa uso tutaimba Hosana Bwana. Oh, itakuwa shangwe kuu kule mbinguni nikimwona Bwana Yesu. Uso kwa uso tutaimba haleluya, Hosana Bwana na watakatifu wote tukimshangilia. Shangwe kule mbinguni Hosana Bwana na watakatifu wote tukimshangilia. Oh, itakuwa shangwe kuu kule mbinguni nikimwona Bwana Yesu. Uso kwa uso tutaimba haleluya, Hosana Bwana na watakatifu wote tukimshangilia. Shangwe kule mbinguni Bwana Yesu. Uso kwa uso tutaimba Hosana Bwana Justice 12:7. kitabu cha Mhubiri mlango wa 12 mstari wa 7. Ecclesiastes 12:7. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 12 mstari wa 7. And the dust returns to the ground it came from, Nayo mavumbi kurudi ardhini yalikotoka, and the spirit returns to God who gave it. na roho kurudi kwa Mungu aliitoa. Mtu wako mara tatu, huko mtu nafsi, mwili na roho. So nafsi ya mtu ikishaondoka, nyumba yake inabaki. Sasa ndio Biblia inasema ni mavumbi. So it's part of his dust. Kwa hivyo ni sehemu ya mavumbi haya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you deny this body, chakula inakufa because it is dust. Kwa sababu ni mavumbi. So wakati nafsi ya mtu inatoka, akiondoka atamekufa. Sasa roho ya huyo mtu humrudia muumba wake. That's why it's very important una prepare kama ungali kwa hii maisha. Sasa ukitoka utoke vizuri, urudi kwa muumba wako. That's why nilifundisha ya kwamba ukikaa maisha ya dhambi, ukikufa atashika roho yake atatupa kwa ziwa la moto. Sababu imetoka kama imetoka katika dhambi. But ikitoka kwa uzuri inaenda katika raha na amani. But mavumbi ambayo ndio mchanga, hii mwili ambayo Biblia inasema, Paulo anasema ni tent. Hii mwili ni hema tu. Liko temporary. That's why nilisoma kitabu cha 1 Corinthians 15:50 ya kwamba huu mwili wa kuharibika uendani mbinguni, pia iendani jehanamu kwa kuchomeka. Kuna mwili mwingine usiokufa
That's why you suffer eternity. Okay, eternal in hell, sorry. Ndio maana utateseka na kuugua milele jehanamu If you die in sin. iwapo utakufa katika dhambi. So this one